niongee hapa kidogo. Janet, vipindi vya ndoa viko vitatu. Kipindi cha kwanza kinakuwa kipindi cha vuli ambacho Janet anaenda nacho. Atafika kule mama, maisha mazuri, baraka zipo, anaitwa baby. Kipindi cha pili ni cha kiangazi, jua limewaka, utahama kuitwa baby, unaanza kuitwa nyau. Jina la mtoto wa mama mnaoitwa Mama Mary mpo? Wa mama mpo? Sio majina yetu hayo. Na umri wangu natakiwa niitwe Meji. Maana yake lile jina langu la usichana. Wewe unaitwa Mama Joseph, wewe Mama Joseph yupi jamani? Tuitwage yale majina ya kusisimua. Wakina mama mpo? Mpo? Nisikilize mwanangu. Vipindi vya ndoa viko vitatu. Kipindi cha vuli unaenda nacho. Itakuja kipindi cha kiangazi. Mama yako mkubwa, mama yako batizo, wote wamepitia. Kuna kipindi cha amani. Kuna kipindi kitakuja mtatoleana macho, usiogope. Na kuna kipindi cha kipupwe. Unashangaa vitu vimepuputika, hela hakuna, moja labda kazi ana, yote ni mapenzi ya Mungu, mvumiliane. Janet upo? Mfanyeje? Na hapa kwenye uvumilivu naomba niongee hili swala. Wakina mama mlioko ukumbini mpo? Kuna madhabahu 3 za ndoa. Madhabahu 3. Madhabahu ya kwanza ya ndoa ni pale kanisani. Ataenda Janet, atakutana na kasisi, atafanya agano. Janet, Mungu na mume wake. Mashahidi ni tutakaohudhuria. Madhabahu ya pili, na naomba niseme hapa wazazi. Janet, utakapotoka kanisani, asikukumbatie mtu wala kukushika mkono. Baraka uliyopata ya ndoa uongozane nayo nyumbani kwako, mkafanye tendo la ndoa. Piga makofi na vigelegele. Wakina mama mpo? Na hapa wamama naomba utulivu. Kwenye eneo hili Janet, ndiko shetani alikamata watu. Baada ya kukumbatiwa, baada ya harusi, hana mtoto. Nini? Baraka zote ziliondoka. Mwanangu kitoka kanisani, maneno ya wazazi, Janet ameenda kubadilisha nguo. Kumbe Janet ameenda kutimiza ile ndoa. Ndoa ni tendo la ndoa wa mama. Wa mama mpo? Madhabahu ya pili ya ndoa. Na hapa ndiko wamama wengi wasomi wenye hela zao, ambaye hana kitu, walikokamatwa. Wapi? Madhabahu ya pili. Ipi? Madhabahu ya meza ya chakula. Wamama, ipo siri kubwa ya kumpikia mume wako chakula. Unapopika chakula hakihitaji hata uweke dawa. Maneno yanaumba. Mtu anaweza akampikia mume wako, akachukua mwiko, akamkoroga, akorogeke, aniwaze mimi tu, akae na mimi. Mwanamume akili ile inaruka kabisa. Maneno yanaumba. Janet, chakula cha mume wako, mama yako yuko pale, bahati nzuri wananisikia. Wala ambao ni wazee kidogo wananielewa. Chakula cha mume wako, hata kama umechelewa, andaa mwenyewe. Andaa mwenyewe. Na hili ndio eneo, wamama naomba mnisikie kidogo, kinachofanya ndoa zichukuliwe. Kuna mama yuko hapa, ana mwaka wa 3 hajui jikoni kukoje. Kazi yake akikaa, Mwajuma mwandalie baba, Mwajuma ngoza baba, Mwajuma mpasie, Mwajuma ngoza baba ziko wapi saizi anaondoka, Mwajuma soksi. Mwanamme Kiingereza akisaidii kwenye ndoa. Na ndio maana unapoingia nyumbani kwako, elimu iache getini.
Ingia ukiwa mama wa familia. Ingia ukiwa mama wa familia. Na nataka nikwambie, ingekuwa ndoa ni shepu, wa mama wengine tu usingeolewa. Mama ni jeshi kubwa, mama ni jeshi kubwa, mama ni jeshi kubwa, mama ni jeshi kubwa, wakitumika shambani mwa Bwana. Ni jeshi kubwa. Wamama mpo? Ingekuwa kuolewa ni shepu wa mama, kuna ambao wasingekuwa kwenye foleni. Na nataka niwaambie mama zangu, kuolewa sio uzuri. Na ndio maana kuna wazuri bado wanalaumu, wanasema jamani, Mungu, nafanyaga semina za mabinti. Binti ananiambia, mtumishi, nimekuwa kama shimo la taka, wanakuja na kuondoka. Namwambia, sasa lifikie kidogo, weka na plasta kidogo. Wakina mama mpo? Watu hawaui shepu wala guu lako. Angalia, umejaribu, unavaa vimini mpaka huku. Vya nini mama?